16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Sawa. Kwa hiyo siku ya Sabato Yesu ameingia wapi? Sinagogi. Kama ilivyokuwa nini? Desturi. Nini maana desturi? Desturi yani kama kawaida. Kwa hiyo kawaida ya Yesu kuingia msikiti. Imeandikwa nini? Sinagogi. Sinagogi unajua maana yake? Waweza niambia. Sasa tuulize Biblia. Hebu soma mwenyewe. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Sasa Wayahudi ni kabila, wakajenga nini? Wakajenga hiyo sinagogi. Ambao sinagogi kwa Kiswahili ni msikiti. Kwa hiyo anaingia msikitini anakuwa na dini gani? Ni Muislamu sasa. Kwa hiyo Yesu kawaida yake alikuwa anaingia wapi? Anaingia msikitini sasa. Anaingia msikitini ni Muislamu. Unasemaje ufuate Yesu wa Muislamu? Sawa, nitafuata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa, karibuni sana kwenye utazamaji ulio bora kabisa. Mimi ni ndugu yenu Ramadhan Kuria bin Kaguo, na hiki kipindi kinajulikana kama Dawa Mitaani. Siku ya leo tuko katika sehemu ya Likoni katika kaunti ya Mombasa. Na furaha ya dhati leo niko na mwalimu wangu hapa anayejulikana kama Sheikh Muhammad Said Khamis. Nimpe kipaza sauti aweze kutukaribisha katika kaunti 001 inshallah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mnao furaha kubwa kwamba nimekutana na ndugu yangu Ramadhani Kuria Kaguo katika juhudi zake kubwa za kuweza kufikisha ujumbe wa Allah katika mitaa mbalimbali. Kwa hiyo niko naye katika kaunti ya Mombasa, eneo la Likoni saa hii, kwa ajili ya kuwatembelea ndugu zetu ambao si Waislamu, kuwafikishia ujumbe wa Allah ili waweze kutambua Uislamu. Kwa hiyo Sheikh Ramadhani Kaguo, hii ni Mombasa County, eneo la Likoni. Karibu sana katika kaunti yetu ya Mombasa. Ingawa kuna changamoto nyingi ya dawa, lakini alhamdulillah bora umefika, tutashirikiana pamoja inshallah. Shukran sana Sheikh Said Muhammad Said. Bila shaka tumeshakaribishwa. Kwa hivyo sasa tunajisikia tupo nyumbani, na kilichosalia sasa hivi ni kufanya wajibu wa kufikisha kalimati tauhid kwa wale ambao bado hawajapata neema ya kuwa Waislamu. Na vile vile sisi kama Waislamu tukumbushane, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesisitiza sana swala la kukumbushana katika dini. Kwa hivyo usibanduke. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama channel hii, usisahau kusubscribe, na vile vile uache comment yako pale, ulike na kushare, kwa sababu pia utakuwa umechangia katika kufikisha dawa kwa watu wengine inshallah. Kwa hivyo tuandamane sako kwa bako ili tuweze kusemezana na wanadamu wenzetu inshallah, wabillahi taufiki. Nikianza na wewe rafiki yangu, kwanza amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwako. Yana. Amina. Mimi naitwa Ramadhan, ni Muislamu. Niko na mwenzangu hapa anaitwa Sheikh Muhammad, vile vile ni Muislamu. Hebu tuambie jina lako, dini yako, na kama uko na swali ama chochote unajua kuhusu Uislamu utueleze. Mimi naitwa Evans Kipkoech Leting. Mimi dini yangu ni Kikristo. Na mimi naomba Mungu tu, yani katika dini yangu, dini yote mimi nakubali. Bora tu si wote tuomba Mwenyezi Mungu. Alafu ukiwa hapo unakuwa mrefu sana, mimi nakuwa mfupi sana, hata nashindwa kukufikia vizuri. Wewe ni mrefu. Anaonekana mrefu sana. Anakuwa sisi tunakuwa dwarf. Kwa hivyo wewe ni Mkristo. Mimi ni Mkristo asili. Na unajua nini kuhusu Uislamu? Mimi chenye najua tu kila mahali, kama ni dini ya Kiislamu na ya Kikristo, si wote tuomba Mwenyezi Mungu. Na hiyo tu ndo najua. Umewahi kufika msikitini hata siku moja? Sijaenda msikitini. Sasa unajuaje kama Waislamu wanamwabudu Mungu wakati hata hujawahi kukaa nao ukawauliza maswali? Mimi nishaipita pale feri wakiwa sasa pia pale wanahubiri mambo yao ya kuhusu dini yao.
na wasikiza. Si obvious mimi nitakuwa najua wanaongea kuhusu Mwenyezi Mungu. Vizuri sana, nimefurahi kama mwae kuwasikiliza. Una swali gani ungependa kuuliza siku ya leo? Maana leo umepata chance adhim kabisa, fursa ambayo haipatikani hivi hivi Muislamu kujitokeza waziwazi aulizwe maswali. Lakini leo umepata hiyo chance, tuko na mwalimu hapa, uliza swali lako ambalo huenda linakusumbua. Ukiujibiwa litakusaidia. Mimi sina swali yoyote. Siwezi kauliza swali yoyote. Basi mimi niko na swali, naomba nikuulize maswali. Uliza. Wewe huna swali la kuniuliza, mimi nina maswali ya kukuuliza, sawa? Bora sio maswali mengi sana. Nikuuliza mangapi? Wewe ile yenye utauliza kama nitaweza kujibu nitajibu. Vizuri sana. Sasa kwa mfano, ukisoma katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani sura ya 3 aya 19, na hii dini ya Uislamu, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na wewe rafiki yangu umeniambia wewe ni Mkristo. Hivi na wewe labda kuna maandiko uliyasoma pahali ambayo akakwambia Ukristo ni dini ya Mungu, uwe Mkristo, ambapo pia unaweza kumsomea kama huyu kamvutia kuwa Mkristo na kadhalika? Mimi tangu nikiwa mdogo sasa ndo nilipata wazazi wangu wakiwa Wakristo. Sasa mimi nilienda na wazazi wangu hivyo hivyo. Kwa hivyo kama wameingia shimoni nao naingia nao. Sasa si baba yangu na mamangu ni wazazi wangu wote. Kwa hivyo mzazi akikosea na wewe unaenda tu naye. Sio vile. Kuna wakati mwingine yenye unajua mwenyewe unaweza fanya hii. Unajua mahali kwingine unaweza ukaepa. Vizuri sana. Wacha nimpe nafasi Sheikh wangu akwambie Uislamu ni nini, na wewe pia utamwambia Ukristo ni nini. Si ni sawa? Mwacha aseme. Acha aseme. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Muhammad Said Hamisi, mkazi wa Mombasa. Tuko katika dawa mtaani. Rafiki yangu umesema unaitwa nani? Naitwa Evans. Mr. Evans. Ulibatizwa? Nilibatizwa. Ulibatizwa. Kitu gani kinakufanya uwe Mkristo? Ama ulizaliwa tu kawa Mkristo ukapata? Ndio hivyo hivyo. Nikiwa mdogo nilikuwa naingia Sunday school hivyo hivyo. Okay. Sisi katika Uislamu tunaamini mitume wote na manabii walikuwa wanamwabudu Mungu huyu mmoja. Na tunaamini katika imani yetu ya Kiislamu kwamba mitume na manabii wote walikuwa dini yao ni hii moja. Na maana ya neno Islam maana yake ni amani, ama kwa kizungu peace. Sijui kama ushaikusikia hiyo maana neno Islam. Sijaisikia. Kwa hiyo unaposikia neno Islam maana yake ni amani ama peace. Kwa hiyo hawa mitume wamekuja kutangaza amani, na maana walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo tunaonelea kuwafikishia ujumbe watu ambao hawajajua Uislamu ili waweze kufahamu Uislamu, kwa sababu mitume na manabii walikuwa ni Waislamu. Sijui ungependa kuwa Muislamu? Itabidi. Nitaona kama ni kuslimu pia. Sasa katika vitabu vya Mungu, unajua sisi huwa tunafuata vitabu vya Mungu. Vitabu vya Mungu vimesema kwamba manabii walikuwa wakifanya ibada moja. Walikuwa wakiingia katika kumwabudu Mungu katika nyumba moja ambayo ni msikiti. Lakini msikiti ni Kiswahili. Kwa Kiarabu ni masjid. Kwa Kizungu ni mosque. Kwa Kiyahudi wanaita sinagogi. Ushaikusikia majina? Nishaisikia zote. Mimi nilisoma siarini nikiwa shuleni. Ndio. Sasa kulikuwa na sehemu yenye watu wanasoma kama wewe ni Muislamu, unajibu maswali za Kiislamu katika ayari. Okay. Kwa hiyo wewe umekuwa Mkristo kwa kumfuata nani? Yesu, si ndio? Ndio hivyo. Na je, tukipata huyu Yesu ni Muislamu utamfuata? Sasa si ndio njia ni moja hiyo sasa. Kwa hiyo sisi tunaamini Yesu alikuwa Muislamu. Lakini ukisoma katika Biblia kitabu cha Luka 4:16, sijui ungependa usomewe ama ni nukuu? Vitabu viko hapa. Waweza soma pia. Unaweza kusoma? Unaweza kunukuu pia. Naweza kunukuu, lakini pia atafungua. Inasema katika Luka 4:16 nasema Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Sijui unajua sinagogi ni lugha gani? Ile sijui ni Kiarabu ama ni Umeiona hii? Hebu isome. Ni 16. Akaenda Nazareti hapo
alipolelewa na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Sawa. Kwa hiyo siku ya Sabato Yesu kama ameingia wapi? Sinagogi. Kama ilivyokuwa nini? Desturi. Nini maana desturi? Desturi yani kama kawaida. Kwa hiyo kawaida ya Yesu kuingia msikiti. Imeandikwa nini? Sinagogi. Sinagogi unajua maana yake? Waweza niambia? Sasa tuulize Biblia. Hebu soma mwenyewe. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Sasa Wayahudi ni kabila, wakajenga nini? Wakajenga hiyo sinagogi. Ambao sinagogi kwa Kiswahili ni msikiti. Kwa hiyo anaingia msikitini anakuwa na dini gani? Ni Muislamu sasa. Kwa hiyo Yesu kawaida yake alikuwa anaingia wapi? Anaingia msikitini sasa. Anaingia msikitini ni Muislamu. Unasemaje ufuate Yesu wa Muislamu? Sawa, nitafuata. Lini? Leo? Sahi? Sasa siwajua mpaka utanipa time. Kama utanipa namba yako sasa ya simu nitaweza nikachukua, tutaongea, tutawasiliana tuone mwenye takuja hivyo. Sawa. Na tumeambiwa katika Qur'ani hakuna kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo ukweli umefika na uongo utakuwa unaonekana. Kwa hiyo hatujaambiwa tulazimishe. Hiyo ni mwenye hiari ya mtu. Umeelewa vizuri Kwa hiyo kama utakuwa umeelewa hivyo, na kuna mengi ya kujifunza. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 2:6 unakuta jambo hili katika Biblia wengi wa Kristo hawajalifahamu. Lakini tunapoisoma ile andiko nasema kulikuwako na mabali 6 ya mawe yamewekwa huko katika desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Sijui unajua maana kutawadha? Kutawadha, yani kuweka iwe wazi ama. Hebu tuangalie katika nyuma Biblia tawadha maana yake nini? Imeandika pia tawadha. Ndio maana Waislamu unapoingia katika ibada lazima afanye hiyo masuala ya kutawadha. Hebu isome mwenyewe. Tawadha maana yake nini? Nawa oga mbele ya kusali. Kwa hiyo tawadha kumbe ni hawa oga mbele ya kusali. Kwa hiyo katika Yohana 2:6 tunakuta desturi ya Wayahudi walikuwa wananawa yani wanatawadha. Na hiyo desturi wanafanya watu wa dini gani? Waislamu. Sasa unaonaje wewe ufanye ili upate baraka za Mungu? Ni poa pia. Uko tayari? Sasa ndio tutakuwa. Inshallah acha nimlegeshe ndugu yangu naye. Asante sana kaka, naona ameshaelewa. Amesema atachukua namba ya simu, atajifunza baadaye. Pia akiwa na swali anaweza kauliza. Maana leo ni siku ya kwanza, labda ameona mambo haya. Na vile vile naona kuna wengine hapa pia wako na maswali, labda sio vibaya tukajuana. Nikianza na wewe rafiki yangu, unaitwa nani? Naitwa Tony. Tony? Naitwa Tony. Mtu dini gani? Kristo. Ni Mkristo. Asante. Uko na swali ungependa kuuliza Waislamu? Mimi sina swali, maana kulingana na mimi kuamini kwangu, na mimi dini ni kama neno tu, lakini Mungu ni moyoni mwako. Hivyo ndio mimi naweza kukuambia, ndivyo ninavyojua mimi. Sasa kwa mfano wewe ni Mkristo. Ukitaka kumvutia mtu kama huyu Muislamu aje katika Ukristo, unatumia maneno gani? Mimi ili nivutie Muislamu ama Muislamu anivutie, italingana na maneno ambayo yuongea, maneno ambayo yuwazungumza, tabia zake, nimekaa naye, nimemuona, ushelewa. Ndivyo atakaponivuta. Lakini sasa hata kuja niambie bana mimi ni Mkristo nataka uingie Ukristo, ilhali mimi sijakaa naye ama sijasikia zile matamko yake ambayo amekuwa akitamka kila wakati, ama amekuja kwangu akanifunza neno moja mbili, kaniambia hii na wajua akikuja anifunze, nitaelewa huyu mtu, alafu nisome pale kwa ile kitu ambacho amenifunza, anijue ukweli amezungumza kitu cha maana, basi nitatafakari nione mimi itakuwaje, ushaelewa? Hiyo ndio neno langu mimi. Vizuri, tulia hapo kwanza nimsalimie huyo rafiki yetu mwingine hapa. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Amen. Naomba tuambie jina lako. Mimi nishasema jina langu, Ramadhani, Muislamu. Ni Kevin. Kevin? Yeah. Na wewe ni Muislamu au? Mimi tu. Wewe ni wewe. Mimi tu.
si Muislamu, si Mkristo, wewe ni wewe. Mimi ni mimi, Mungu ni mmoja. Ni huyo, yani Muislamu, Mkristo, mpagani, Mungu ni huyo huyo. Mmoja. Sasa hivyo tu basi. Uzuri wewe unajua kama kuna Mungu. Mungu yuko. Wewe unamwabudu Mungu. Yani obvious lazima katika vitu vyangu nikifanya vitu vyangu lazima nimkumbuke. Sasa wewe kwa sababu wewe ni wewe, kuna watu wengine, kwa mfano huyu rafiki yetu, hebu sogea kidogo. Njoo. Huyu anaitwa dini yake, yeye ni yeye. Si Mkristo, si Muislamu, yeye ni yeye. Lakini ana jina la Kikristo. Umebatizwa? Kubatizwa hiyo zi. Na hilo jina ulitoa wapi? Hilo jina ni langu. Kapewa na wazazi wangu. Asante sana. Sasa huyu anasema yeye ni yeye, lakini anasema anamwabudu Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kwa sababu kwanza anamwamini Mungu. Kwa hivyo huyu kazi yake ni rahisi, kujadili naye ni rahisi kwa sababu sote tunamjadili Mungu, sawa? Na wewe ni Mkristo. Tutarudi kwako. Lakini yeye napenda atuambie akiabudu labda anaabudu vipi huyo Mungu wake, na sisi pia tunaweza tukajifunza kwake. Hebu tuambie unamwabudu vipi Mungu wako? Mungu wangu mimi kumrejesha tu shukrani tu nini kwa uzima ambao ananipa. Ama vipi? Unaamini kitabu chochote, Qurani, Biblia? Vitabu vyote obvious lazima nitaviamini kwa sababu nimevipata. Nimezaliwa nimevipata. Nitaviamini. Hakuna siwezi sema siwezi viamini kwa nitaviamini. Nimepata wazazi wangu wakivisoma na hadi saa hizi mimi navisoma na hata wanangu watakuja watavisoma. Ndio hivyo. Na maisha. Niko na swali. Umewahi kusoma Qurani? Kusoma Qurani sijaisoma. Umewahi kusoma Biblia? Biblia kusoma ni maipitia. Kupitia ni maipitia. Lakini hizo kitambo wakati bado nina wazazi, kwa sasa niko peke yangu, niko mwenyewe sasa. Unajua sasa nishakuwa sasa mimi najifaitia mimi mwenyewe ama vipi? Safi kabisa. Sasa wewe wazazi wako waliwahi kukuambia uwe Mkristo kama wao? Hawajawahi kuniambia kuwa Mkristo wala dini. Mimi niliwapata wakienda kanisani. Si ndio hivyo? Sasa ni wakati wangu. Na huko katika familia yenu kuna Waislamu? Katika familia yetu? Muislamu yuko. Sasa sikiliza. Qurani 51:56 inasemaje? Ndio tujue sababu gani tuko hapa duniani. Mimi naona uko na trolley hapo na chapa kazi. Lakini je, Mwenyezi Mungu alikuumba tu uje hapa ufanye kazi, upate pesa, ujienjoy, ama kwa nini umeumbwa? 51:56 Qurani, sikiliza. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hii hapa. Sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Unaona? Sikuwaumba majini na watu ila wapate kufanya nini? Kumwabudu. Kwa hivyo mimi na wewe, kwa sababu tuko katika kitengo cha watu, tumeumbwa ili tumfanye nini Mwenyezi Mungu? Ili tumwabudu yeye. Na Mwenyezi Mungu ni wangapi kwani? Mungu mmoja. Aliyekuumba wewe, aliyeniumba mimi ni huyo mmoja. Sasa mbona tufarikiane? Kwa mfano kama hapa kuna mechi ya mpira, mimi nawe tunaweza tukawa tuko timu moja, tunashabikia. Lakini ikifika ni ibada, kwa nini mimi nawe tunatengana, tunafarikiana? Ule ni ushabiki. Upande wa Mungu, kama ni upande wa Mungu ni wewe na Mungu, ni wewe na yeye. Kama ni mimi na Mungu, ni mimi na yeye. Haya, uko na swali ungependa kuwauliza Waislamu? Sina swali ambalo ningependa kuwauliza kwanza. Sisi wenyewe ndio watu ama ni aje? Mimi nakukaribisha kwenye Uislamu, uwe Muislamu. Niwe Muislamu. Kwa sio mbaya. Kuwa Muislamu sio mbaya. Lakini vile saizi vile mimi niko hivi, mimi naona hivi naona niko bie yani. Yaani niko wagwa. Mimi naona haupo sawa. Kwa nini? Hebu nieleze kwa nini siko sawa? Kwa sababu gani? Umewahi kusujudu ukamsujudia Mwenyezi Mungu? Kusujudu ya. Unasujudu vipi wewe? Mimi Mungu wangu, kumsujudu Mungu ni sehemu yako wewe personal. Hiyo ni sehemu yako wewe personal. Sasa ukisema ni personal, mimi nitajifunza vipi kwako kama ni personal, ni private? Kumwomba Mungu. Sisemi kuomba, nasema kusujudu. Kusujudu ile
Ile kusujudu ndio hiyo bado ndio hiyo moja bila najua ndio hiyo. Nini maana ya kusujudu? Maana ya kusujudu ni wakati ambao wewe umejiandaa hata kusema na Mungu wako. Si ndio hivyo? Kama kuna lingine. Kusujudu, sikiliza maandiko vile yanavyosema. Nyakati wa pili 7:3. Sikiliza nini maana ya kusujudu? Tujue kama wewe, kwa sababu wazazi wako walikufundisha Biblia lakini kuna maneno hawajakuonyesha. Sasa leo acha tukuonyeshe. Kunifundisha vile. Wazazi wangu mimi hawakunifundisha vile nilivyofika miaka 18 nikajipata bwana mimi sasa hivi niko BA bwana naweza nikafanya mambo yangu. Basi mimi nikawaondokea. Haya, sikiliza. Hivi unajua kusoma wewe? Kusoma naweza nikasoma kushini nini? Naomba umwekee asome mwenyewe. Nisome mimi mwenyewe. Ujisomee. Upate raha duniani. Msomee tu. Msomee, ameomba umsomee. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Wakasujudu kifulifuli hata inchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana. Unasikia, wana wa Israeli wote, kuna kipindi kilifika wakasujudu wote kifulifuli hata wapi? Hata inchi sakafuni. Sakafuni ni wapi? Sakafuni namba ni hapa. Wakaeka nyuso zao wapi? Wakaeka nyuso zao chini. Umewahi kufanya hivyo? Yeah. Ukiwa wapi? Nikiwa katika nikiwa kwenye huwa naenda kupumzika ikifika jioni. Chumbani mwako? Chumbani kwangu. Lazima pale nikifika obvious lazima mkumbuke kwa sababu yenye nimeona huko ni mengi na ameniepusha na mengi. Unaenda unamsujudia Mungu. Lazima nisujudie Mungu. Yeah. Sasa unafanya vizuri, lakini hasa katika kusujudu kwako inaweza ukawa unasujudu bila mpango ama bila maelezo mazuri. Kwa sababu katika kusujudu kuna maneno yanatakiwa uyaseme. Na kama huna mwelekezaji, inaweza ukawa unaomba vibaya ama unasali vibaya. Umenielewa? Nakuelewa vizuri shehe. Wewe kwa sababu ni mtu naona umetembea. Umeishi hapa Mombasa muda mrefu najua. Umetembea labda ukachungulia misikitini, makanisani. Watu wanaofanya ibada hii ya kusujudu wanaweka nyuso zao chini ni watu wa wapi? Wanaweka nyuso zao chini. Kanisani ukweli. Ule ukweli. Msikitini ndo nimeona sana ndo wanazingatia hilo. Sana msikitini pale lazima ni kusujudu. Na unaonaje mazingira ya msikitini ya kusujudu yako vizuri kwa kuwa hakuna viti? Yako vizuri, sio mabaya. Lakini ukienda kanisani kumejaa viti, kuna meza. Kule kuna kuketi kule. Sasa utasujudu vipi kanisani? Kanisani unalingana wewe umeenda kanisani kudu nini? Mimi naongea swala la kusujudu. Maana hapa ni maandiko ndo hata sikiliza Yesu anasemaje. Japo wewe unasema ni wewe tu, lakini mimi naona wewe ni Mkristo. Mkristo aliyeasi. Mimi katika yani wote mimi naona wote wako sawa. Haya, 4:10 kitabu cha Mathayo. Sikiliza wewe, mimi najua wewe ni Mkristo hata kama unajificha. Ni long time sana. Sasa uko hivi ni wewe tu, ni wewe. Mimi sitaki wewe ni wewe, nataka uwe Muislamu inshallah. Nashukuru Mungu wangu. Mimi namshukuru yani huyo Mungu ambaye ananipa uzima hadi leo hadi nakutana na nyinyi pia. Hadi pia mimi najivunia. Nashukuru sana yani. Sikiliza Yesu anasemaje. 4:10 Mathayo inasema, ndipo alipomwambia nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Eti msujudie nani? Bwana Mungu wako. Ukishamsujudia umfanye nini? Ukishamsujudia mbona unamuomba yeye peke yake? Umuombe yeye peke yake ama umwabudu yeye peke yake ambaye ni yeye. Unaonaje tushirikiane mimi na wewe tuwe katika dini moja, hata msikitini tukienda tunaenda pamoja, tunamsujudia pamoja kama wana wa Israeli walivyofanya wote. Kwa sababu ukisikia wote, kwa mfano kanisani wote wakiambiwa sujuduni, wataweza kweli na viti na meza? Na viti na meza. Na kukaribisha katika Uislamu na kukaribisha hata msikitini. Asante. Mimi nakaribia yani ni tayari kote tayari. Sema kote tayari. Ngoja nimpe ndugu yangu Mike akupe nasaha tu kidogo. Alafu kama utakuwa na swali la ziada utauliza, lakini wewe naona wewe ni wewe tu. Naam, sasa rafiki yangu umesoma unaitwa David. Anaitwa
Kevin. Yeah. Jina umepewa na wazazi. Jina langu La wazazi. Unaona, katika mafundisho yetu ya Kiislamu tunafundishwa kwamba hakuna kumlazimisha mtu kuingia katika dini. Sawa Lakini ukweli wa ukifika lazima uongo ujitenge. Lazima uongo ujitenge. Ushaona Kwa hiyo mimi ninachokuhusia tu kwamba umesema wewe ni wewe. Unaona kwamba ina maana wewe huko katika Ukristo wala katika Uislamu. Yaani mimi naona sisi wote tuko sawa. Tuko sawa. Kwa hiyo ni hichi kimoja. Kwa hiyo mimi nakuomba tu kaa chini ufikirie, alafu fanya uchunguzi kwa yale ambayo tumeongea, na pia usikate tamaa kusoma. Fanya utafiti ujue dini ya haki ni ipi. Kwa sababu ukikata, Mwenyezi Mungu ni mmoja na dini yake lazima itakuwa ni hii moja. Hawa mitume wote na manabii walikuja kumtangaza Mungu mmoja. Na Mungu hawezi kutuumba duniani, lazima tokee masharti ama sheria. Kwa hiyo sheria zinawekwa kutokana na vile tunavyoishi katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu. Hii ardhi ni ya Allah, ya Mwenyezi Mungu, sawa Kwa hiyo tunapokaa katika ardhi lazima tuwekewe vitabu, ndio vitatuongoza. Kama vile serikali wameweka katiba, na Mungu naye ana katiba yake, kwamba muishi hivi, fanya hivi, sawa. Na hii katiba imekuja na wamepewa manabii na mitume. Sasa hii mitume na manabii hawako, tumebaki mimi na wewe. Kwa hiyo nataka tuwe tunafikisha ujumbe ili watu wajue ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Karibu sana katika Uislamu. Sawa. Karibuni tena. Asante. Na ndugu yangu, nikumbushe jina lako. Tony. Sasa unasemaje? Nina swali. Una swali? Swali langu ni ipi? Naam. Hamoni kwamba nyinyi kama wazee wangu, sisi kama watoto chini yenu, naweza uliza hivi. Mimi nilizaliwa katika Ukristo. Wewe umezaliwa katika Uislamu. Mzazi wako ulivyokuwa ukigrow, ukilelewa, ulikuwa umelelewa kwa ile dini ya Uislamu. Ukafuata zile kanuni za Uislamu. Mimi nilipolelewa, nikalelewa kwa Ukristo, nikafuata zile kanuni za Ukristo. Hakutatoka wakati huu, hizi ni miaka ambazo 20 na nikitoka pale tuseme mimi ni Muislamu, nataka kubadilisha niwe Mkristo. Hamoni kwamba ni kama sio haki? Swali langu hiyo naomba mnijibu. Na kama sio haki, ni vipi utafanya ukaviongea pale? Utafuata zile kanuni za pale vipi? Maana huko umezifunzwa kanuni za wazazi za ile dini, tuseme kama ni Kristo ama wewe ni Muislamu. Umeelewa? Ni vipi utazifuata? Maana ukizifuata kwa mdogo, utaanza kuzifuata hadi kwa mkubwa, sababu ulikuta wazazi wako wako na hiyo. Ulikuta wazazi wako walikuwepo pale, wakakulea pale. Itakuwaje uondoke pale uanze kufunzwa mahali pengine ambapo haitakuwa rahisi kwako? Sawa, nimekuelewa. Hebu fungua Qur'ani sura ya 2 aya 170. Sikiza, Qur'ani imeeleza, kama sitakuwa sijakosea, sura ya 2 170. Ngoja nikusomee, inasema hivi. Wewe si unaona hapa 170. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, husema bali tutafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka, watafuata tu? Mwenyezi Mungu anauliza. Naona hilo swali. Mwenyezi Mungu alijua kwamba watakuja watu watakuta wamekuta dini za wazazi wao, lakini ile dini si katika dini ambayo Mungu ameridhia. Sasa Mungu anauliza, hata kama wazazi wako wamepotea, utawafuata tu? Kwa mfano wewe, hata kama mzazi wako alikuwa hajui, utamfuata kwa sababu alikuwa hajui? Hautamfuata kwa sababu alikuwa hajui. Lakini hapa pana jambo, maana kote najua hatuko sawa na tuko sawa. Sasa ni wewe na wewe, maana wewe ni mkubwa wangu, ushaelewa? Ni wewe ndio ukae chini uniambie basi hii ni hii na hii. Na mimi nikwambia hii na hii na hii. Ushaelewa? Alafu ndipo nitakuja kukupata nijue ni ipi ya kufanya. Ushanielewa mzee? Sasa hiyo ndio ilikuwa swali langu. Umenisomea, nimekuelewa. Maana katika hilo swali, kwa mfano hata kama baba wako labda ni mchawi, unaweza kuwa mchawi? Sio hivyo. Ama kama ni mwizi, unaweza kuwa mwizi? Sio hivyo. Kwa sababu alikuwa labda hajui, na wewe sasa umekuja umejua, utabidi umfundishe baba kwamba hii sio vizuri. Kwa hiyo sasa Qur'ani ilivyokuja
ikaituelezea kwamba hawa mitume kuanzia Nabii Adam mpaka kufikia Bwana Yesu mpaka Mtume Muhammad wa mwisho, wote walikuwa dini yao ni hii moja. Shaona, na ibada yote walifanya mitume ilikuwa ibada yao ni hii moja, kwa sababu Mungu ni huyu mmoja. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba fuata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, ni tuangalie vitabu vinasemaje, kwa sababu vitabu ndio mwongozo wetu, si ndio? Sawa. Uko tayari ufuate vitabu? Vitabu, kuzifuata vitabu, mimi kwangu kimimi siamini, maana ni maandishi. Kwa hiyo wewe uamini vitabu? Siamini vitabu mimi. Unajua Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu kwa maana kubwa sana. Nakupa mfano. Ukiingia dukani pale kuchukua TV ama redio, kuna kitabu unapewa, kinaitwaje? Manual, si ndio? Ambacho kinakuelezea namna kutumia ile TV, si ndio? Si ndio? Ndivyo. Sasa Mwenyezi Mungu hawezi kutuweka hapa duniani bila kutuwekea kitabu ambacho kitatuongoza. Kwa sababu hata dukani unapewa TV na kitabu chake ili kikuongoze namna ya kuoperate. Umeelewa vizuri eh? Naelewa. Kwa hiyo hivi vitabu vimeteremshwa ili kutuongoza sisi. Kwa lazima tuangalie vitabu vinasemaje. Ukisema wewe uamini vitabu, na kidogo unatutia mashaka. Sijui kwa sababu gani uviamini? Kwa sababu siamini, manake saa zingine wajua naweza kwa mwandishi nikaandika kitabu changu. Shelewa. Wewe umesema ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Yesu ulimjuaje kama uamini vitabu? Mimi nilimsoma hapo kwa vitabu, ndio. Ukamjua? Nikamjua. Na ukamfuata? Nikamfuata. Na ukamwamini? Na nikamwamini. Lakini sasa kwa kugrow kwangu na kwa kuishi kwangu, vile ninavyotembea, mahali ninavyozingia, ukiingia usome zile, usome ni kitabu, usome Biblia, upate kuna vita zingiani. Kwa hiyo kwa maana hiyo umekataa vitabu sahihi kutokana vimekuchanganya. Kitabu mchanganyiko mingi. Kitabu gani ambacho kimekuchanganya ambao umekisoma vizuri kwa ukaona safari ni kiache? Ni Qur'an ama ni Biblia? Mimi sisomi Qur'an. Wewe umesoma Biblia. Sasa siwezi sema ya kwamba Biblia ni nzuri ama Qur'an ni nzuri. Siwezi sema hiyo. Maana sijaisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mtu ambaye amesoma kutoka mwanzo mpaka mwisho, unaelewa? Kimimi naamini tu ya kwamba yupo Mwenyezi Mungu aliniumba akanileta duniani, amenipa maisha, ananipa nguvu, anisaidia na mimi naingia kanisani, swali, naomba Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni Muislamu unaingia msikitini, unaswali, unapiga dua zako. Kwa hiyo wewe sahihi huamini vitabu lakini unaenda kanisani? Unaenda kanisani. Aliyekuambia uende kanisani nani? Aliyekuambia niende kanisani? Ni hapo kwenye kitabu. Lakini nimekwambia kuna mchanganyiko mingi. Ushanielewa? Hapo nyuma nimekwambia kuna mchanganyiko. Huyu Yesu ambaye wewe umemwamini ukamfuata, aliwahi kuingia kanisani? Aliwahi kuingia kanisani. Andiko gani? Biblia iko hapa. Dose fuatilia vizuri, lakini Yesu aliwahi kuingia kanisani. Je, ikiwa Yesu aliingia kanisani, sawa kwa maana yeye anaingia kanisani anaonekana kuwa yeye ni nani? Mkristo ama Muislamu? Yaani Mkristo. Na ikiwa Yesu hakuingia, alionekana. Hapo sasa siwezi sema mimi. Na tukipata andiko kwamba Yesu kanisa aliliongelea ambavyo si katika maneno mazuri, utamwamini? Nitamwamini kama aliongea. Na ukipata andiko kwamba Yesu kuna mahali alikwenda akaabudu Mungu ambapo ni desturi yake, utamfuata? Nitamfuata. Sasa andiko lipo, Yesu ameonya kuhusu kanisa. Sawa? Tukupatie? Nipatie. Haya. Hebu msomee kwanza Mathayo 16. Mathayo 15:16. Unajua Yesu ametabiri kuhusu kanisa, na kanisa ni lugha ambayo tukianza kuichambua ni lugha 15:16. 16:15 bwana. Niambie Petro juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Ndio? 18. 18. Hebu soma. 16:18. Soma 18. Wapi hapa? Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga nini?
kanisa langu. Kwa hiyo kanisa litajengwa juu ya nani? Mwamba la Mwenyezi Mungu. Juu ya mwamba huu anaongea na nani? Yesu. Petro. Kwa hiyo hapa anakusudiwa ni nani? Petro. Petro. Kwa hiyo Petro kaitwa mwamba kwa sababu jina Petro ni jina la Kigiriki, kwa Kiswahili ni mwamba ama jiwe kwa Kiswahili. Sawa. Kwa hiyo kanisa litajengwa juu ya nani? Petro. Hawa waandishi wakatuwekea reference ili kujua fika 23. Tufika mpaka 23 sasa. Hapa 23 anasema akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, kwa maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Huyu Petro ambaye kaidiwa kanisa anaambiwa aende nyuma ya Yesu kwa sababu yeye ni nani? Nenda nyuma yangu. Hebu soma mwenyewe 23 hapa. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo, maana huyawezi yaliyo ya Mungu. Hayawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Unaona? Kwa hivyo Petro, ni hapo mwalimu anajaribu kuonesha Petro ni nani? Shetani. Na kanisa limejengwa juu ya nani? Juu ya Petro. Yaani juu ya nani? Juu ya shetani. Juu ya shetani. Ndio maana nimekwambia siamini vitabu, siamini vingine. Kwa hiyo wewe uamini vitabu, uamini Biblia, lakini unaenda kanisani. Na kanisa umejifunza wapi? Mpaka ukaenda. Si kwenye kitabu? Nimejifunza kwenye kitabu. Lakini bado ukiamini hivyo hivyo. Maana ni maandishi haya ya binadamu. Sasa kwa nini unaenda huko wakati uamini vitabu? Naamini roho yangu mimi. Na unaenda kanisani. Maana nimelelewa pale. Na uamini hivyo vitabu? Siamini hizo vitabu. Maana ni maandishi. Labda siku moja utakuja kunitafuta unielezee. Yaani wewe unanichanganya. Kwa sababu gani? Wewe umesema unamjua Yesu. Na Yesu umemjua kupitia kusoma kitabu. Na ukamwamini Yesu, si ndio? Ukamwamini Yesu. Sasa uone unaleta kama unafiki fulani kuniambia huamini vitabu wakati unamhubiri Yesu na umemtoa kwenye kitabu. Sio mbaya kusema ya kwamba siamini kitabu. Wajua sio jambo mbaya. Kwa hivyo wewe unaamini baadhi na baadhi huamini. Ni baadhi na baadhi. Sasa umeileta vizuri. Ushanielewa? Sawa. Sasa kwa mfano, ni maneno gani unayakubali ndani ya Biblia na ni maneno gani ambayo huyakubali ndani ya Biblia? Maneno kadhaa mzee wangu. Maana tuseme kama Biblia, ungenisomea kama Qurani. Mimi sijasoma Qurani by the way. Wachana Qurani kwanza. Qurani tutakufundisha tu, wala usiwe na wasiwasi. Biblia uliyoisoma wewe, ni maneno yapi unayoyakubali, ni maneno yapi unayoyakataa? Kama maneno ambayo inasemekana kwamba kanisa lilijengwa juu ya Petro. Na Petro ni mwana wa shetani. Wewe unakataa. Siamini mimi yani. Siamini kama ni kweli. Siamini. Haya, unaamini yapi sasa? Kimimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu aliingia kanisani. Shelewa. Na aliabudu akiwa kanisani. Aliabudu akiwa kanisani. Nani huyo? Mwenyezi Mungu. Mungu anaabudu kanisani. Si hapa kuna kitabu ambacho amesema kwamba Mungu aliswali. Kuna I think ile mwanzo mkisoma ile. Wewe unamjua Mungu? Yesu unamwamini kama nani? Ni Mungu, ni mtume wa Mungu ama ni nani? Yesu namwamini kama mtume wa Mungu. Sio Mungu. Sio Mungu. Kwa hiyo ukimpata Mkristo anasema Yesu ni Mungu, wewe utamuelewaje wa Mkristo? Itakuwa ngumu kwangu kumuelewa. Mimi naelewa Mungu, naelewa Yesu kama mtume wa Mungu. Sasa hiyo ndio imani ya Kiislamu. Waislamu pia wanaamini Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Sasa mimi naamini hivyo sasa. Kwa hiyo kama Yesu ni mtume wa Mungu, ameenda kusali wapi? Kanisani ama msikitini? Pale nasema ameenda kusali msikitini. Kama ilivyokuwa nini? Ilivyokuwa desturi. Na desturi maana yake ni nini? Desturi maana yake tuseme mazoea kama kawaida. Ya kawaida ya mahali tuseme kama tunakaa hapa Mombasani ama tunakaa wapi tuseme. Sasa kuna watu wawili, mmoja desturi yake anaingia kanisani. Utajua huyu ni nani? Desturi yake kila siku anaenda kanisani, atakuwa huyu Mkristo. Na mwingine desturi yake anakwenda msikitini, utajua huyu ni nani? Muislamu. Kwa hiyo Yesu desturi yake alikuwa anaingia wapi? Aliingia msikitini. Kwa hiyo Yesu ni
ni Muislamu. Sasa unasemaje? Lakini maandishi hayo, maandishi unayakataa. Itakuwa ngumu kwangu mimi niamini bado. Wewe Biblia uikubali? Mimi sikubali, mimi nakwambia sikubali Biblia. Mimi naamini yani roho ni mwangu mimi. Sasa unaendaje kanisani wakati Biblia? Naenda nikiamini roho ni mwangu. Na pale kanisani unahubiriwa nini pale? Kitabu gani? Nahubiriwa na Biblia. Ndio. Na uikubali? Katai. Chelewa. Wajua saa zingine yaenda mahali. Huyo huenda labda anaenda kanisani sababu ya nyimbo. Ama nyimbo Naam. Mpendwa mtazamaji, ni katika hali ya kusemezana tu. Tunasemezana na katika kusemezana pia tunajifunza bila kumlazimisha mtu, bila kumkejeli mtu. Maana hapa yeye mwenyewe anasema anaamini baadhi ya maandiko ya Biblia, lakini mengine anasema hakubaliani nayo kwa sababu anaona haingia akilini. Sasa huyu hajawahi kujifunza Qur'ani. Kwa hivyo cha msingi huyu ni kumpeleka polepole. Vijana wanasema kumpeleka na rieng. Kwa hivyo huyu kumpeleka polepole, tumfundishe Qur'ani musmus na mutaratara. Yani mtaratara ni kwa utaratibu au vipi? Sio mbaya mzee, sio mbaya. Mimi naona bado hujaoa. Unaonaje? Wewe bado ni Gen Z ambaye hajaoa. Kweli sijaoa, lakini sasa tunaukaribisha katika dini ya haki, dini ya Uislamu, na hii ndio dini ya manabii wote. Maneno ambayo yanakuingia akilini vizuri ndio kama hayo, kwamba dini ya Uislamu ni dini ya manabii wote. Hebu angalia hata kwa akili ya kawaida. Wale ambao si Waislamu wanapenda kuchora picha ya Yesu. Huwa amevaa namna gani Yesu? Yesu amevaa kanzu. Kama watu gani? Kama Waislamu, lakini kanzu inavaliwa na watu wengi. Sawa, lakini wanaojulikana kwamba mavazi yao ni kanzu ni akina nani? Waislamu. Sawa. Mariamu wa Wakristo wanayemchora katika manyumba yao, wanatengeneza masanamu yake, amevaa aje? Amevaa Kiislamu. Amevaa kanzu. Akivalishwa miniskirt kama vile saizi Wakristo wanavaa, utaona kweli ni Mariamu au ni mtu feki? Lakini sasa hapo kwa miniskirt mavazi, wewe kwa akili yako ya kawaida itanikujia kwamba sio Mkristo kwa akili ya kawaida. Lakini sasa mavazi ni mambo ya binadamu. Shanielewa. Hebu nikuulize. Kimtazamo tu, inaweza ukawa umekosea ama uko right. Nasema kwa akili ya kawaida. Nini kinachokujulisha kwamba mwanamke huyu ni Muislamu bila kumuuliza chochote? Akivaa buibui, amejifunga. Shanielewa. Yaani amejistiri. Asante sana. Hebu mfungulie Timotheo wa kwanza 2:8. Sikiliza sasa. Timotheo wa kwanza 2:8. inasema. Ama unaweza anza 8:9 hapo. Hii hapa. Waraka wa Timotheo wa kwanza. Hii hapa. Inasema hivi. Na anaweza kujisomea huyu. Hebu mgeuzie kidogo. Nami kwa ajili ya hapa nani? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Asante. Na unaniambia unamtambua Muislamu kwa kuwa amejifanya nini? Amejistiri. Sawa. Ukimtazama mwanamke Mkristo ili ujue huyu ni Mkristo hata bila kumuuliza dini yake, unaona amevaaje? Amevaa nguo shoti, nguo fupi. Sasa wewe kama Gen Z mwenye akili timamu, katika watu ambao mmoja amejistiri na mwingine amejiachia wazi, ni yupi unaona ako na heshima zaidi? Yule ambaye amejistiri ana heshima, maana hajaleta haibu katika maonekano ya kutembea. Wanasema Mungu anaangalia roho, haangalii mwili, si ndio? Naam. Sasa wao kama Mungu anaangalia roho, si wangeenda tu kwa Mungu tu wakaangaliwe roho zao. Lakini sisi kwa sababu maadamu tuko na wao hapa duniani, wanatakiwa wajistiri ili kuepusha nini?
kuepusha aibu na fitina. Sawa. fitina. Naam. Kwa hivyo ungeshauri, sasa ni ushauri wako kwa dada zetu ambao wanatazama, unawashauri wavae vipi? Amina naweza washauri ya kwamba wajistiri, wajua wakivaa ukijifunga mwilini yako yote unapena heshima katika jamii. Mimi naamini hivyo. Kwa kimimi naamini hivyo. Ukijistiri, wajua ukiangalia mwanamke wa Kiislamu vile anavyojivaa, hata kama yafanya mambo baya, ndiyo hayo ni ya binadamu, lakini anaja angalau heshima katika jamii vile anavyojivaa. Haya, wanaume nao kwa kuwa Yesu alivaa kanzu, unaweza kuwashauri vipi? Hapo wajua kanzu, kuvaa kanzu, tuseme hata mapadri, mapasta huvaa kanzu. Shelewa. Ustadi wavaa kanzu. Kama wewe sasa si umevaa kanzu na kofia chako. Nikuulize swali. Kwa mfano watu wanaalikwa pale State House kwenda kula pamoja na mheshimiwa rais. Watakaokuja labda waambie enda mtaani nitafutie watu ambao wamevaa kiheshima uniletee. Wewe umevaa hivi ulivyovaa, kwa mfano Gen Z kinyasa, umevaa t-shirt imebana, umeweka rasta. Na mimi nimevaa ama shehe amevaa kanzu na kofia namna hiyo. Wewe unaona nani wa kwanza kuchaguliwa? Wajua atachagua kama umevaa kanzu, lakini mimi useke lakini kwanza subiri. Kwa rasta. Kwani uko na rasta kuna jambo mbaya? Kwani wewe uko na rasta? Sina rasta. Sina. Ama unategemea kuweka? Kama jambo mbaya. Sitegemei kuweka. Bora umeziweka ziko safi, ukivaa suti lako, lakini ukivaa sijakataa, ukivaa kanzu maonekano yako mazuri. Mimi niko na swali. Unapoweka rasta kichwani, unajifunza kwa nabii yupi? Kuweka rasta kwenye kichwa, I think ni pati ya mavazi yako. Nauliza swali very simple. Ukishanijibu wala sipingi mtu avae rasta. Ukitaka kuweka wewe weka tu. Ila unipe dalili. Unapoweka rasta kichwani, umejifunza kwa nani ndani ya Biblia? Hakuna. Kwa Biblia hakuna nindika alikuwa na rasta. Sawa. Lakini hapa duniani kando na Biblia, wanaoweka rasta tabia yao inajulikana, mojawapo kubwa zaidi utumiaji wa nini? Atutumiaji wa bangi. Sijasema eti, anasema mwenyewe. Anasema mwenyewe. Lakini haikataa ni hiyo. Ni mtazamo tu wa binadamu ya kwamba mtu akiweka rasta ni mtumiaji wa bangi. La hasha wanangu. Sasa kwa mfano ikiwa jamii inaelewa kwamba wanaonasibishwa na utumiaji wa bangi ni wenye kuweka rasta, kwa nini ujifananisha na wao? Mimi nakataa bado kabisa. Najifananisha nao. Maana mtu yaweza weka rasta kama nini yake, alafu wewe unatetea rasta wakati wewe uko kipara. Mimi sina rasta, maana saa zingine sina uwezo wa kuweka rasta. Maana tunakukaribisha msikitini, na wewe ni kaka mzuri sana wewe. Maana naona umechangamka, unazungumza kilichoko moyoni. Wewe hauna unafiki. Maana wewe ni mtu ambaye ana msimamo. Japo kidogo naona uko na msalaba na uona tu. Kwa hivyo nafikiri mimi sina la ziada, kwa sababu tunasemezana mtaani na watu, na wanaotaka kuuliza maswali wanauliza. Ndio maana tumetokea barabarani kuliko ukandani. Kwa hivyo tumefurahi kuzungumza nawe. La mwisho, sisi tunakukaribisha uwe Muislamu. Sawa? Karibishe wengi, mtuite, tupige gumzo. Tukishapiga gumzo, wewe ni babu yangu, ushaelewa. Kuna jambo vile tatu waweza niambia, niende pale nikalala kitanda changu niseme, yule buda aliniambia kitu fulani manze, mimi hata nikaingie lakini wajua sasa hii maisha magumu. Sasa ukiingia ukikaa hata kuingia kule magumu. Sasa ukikuja venye umekuja mtaani umezungumza, ushaelewa, umejua nini iko ushaelewa. Siku moja utasema tutafute kila nani, pige nayo gumzo. Wajua mtu ili abadilike, ukimpiga gumzo ni rahisi. Sasa gumzo inawezekana tusipige kila siku, lakini leo umepata fursa ya kupiga gumzo na sisi, na hapo ukapata faida moja mbili, na tukakualika uwe Muislamu. Sawa? Asante, tutatembea. Na usivute bangi, sawa? Bangi mimi na nimesema hivi, usivute bangi, sawa? Sawa, sivuti bangi mimi. Umewahi kujaribu?
Sijai bali bangi. Wazaniona kama mtu bangi lakini sivuti bangi. Umewahi kujaribu? Sijajaribu bangi. Hata usijaribu, sawa? Sawa. Asante mpendwa mtazamaji, tunaendelea na Dawa Mitaani. Usisahau kusubscribe na vile vile utulie ujifunze pia inshallah.